Ni matumaini yangu ya kwamba tuko sote salama katika upendo wa Mungu. Jamani, karibuni tunapojifunza neno la Mungu. Siku ya leo naomba ya kwamba tusome katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 9 na mstari wa kwanza. Naamini ya kwamba Mungu atanena nasi kwa njia ya hadithi hii. Nasoma Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa kwanza, tunasema hivi: Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Narudia tena, Samueli wa pili mlango wa 9. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Kama vile mnavyojua, katikati ya Sauli na Daudi kuna uadui, ama kulikuwa uadui, kwa sababu mara kwa mara Sauli alikuwa anataka kumwangamiza Daudi. Lakini sasa ikafika wakati Daudi amekuwa mfalme. Sasa Daudi amekuwa ndiye mfalme, na hapa tunasoma neno nasema kwa Daudi anauliza, je, amesalia mtu katika nyumba ya Daudi, nyumba ya Sauli, ili ya kwamba niweze kutendea mema kwa ajili ya Yonathani? Tunapoendelea na tunaposoma mstari wa pili, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodbari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodbari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Utakula chakula mezani pangu daima. Jamani, tunaposoma historia za Biblia, saa zingine kwa kweli unaweza fikiria ni historia tu, lakini unapomakinika unaona ya kwamba historia hizi zote Mungu ananena nasi. Mungu ananena nasi. Kama vile tunavyoona katika historia hii, Daudi anauliza, je, amesalia yuko mtu katika nyumba ya Sauli ili ya kwamba niweze kumtendea mema sababu ya Yonathani? Lakini sasa akapatikana huyu aitwaye Mefiboshethi, na tunaona ya kwamba Mefiboshethi ana kilema. Hebu turudi katika mlango wa 5 na mstari wa 8, unasema hivi. Samueli wa pili mlango wa 5 na mstari wa 8, naye Daudi alisema siku hiyo, yeye atakayewapiga Wayebusi na apande kwenye mifereji wa maji, apande kwenye mfereji wa maji na kuwapiga viwete na hao vipofu ambao roho yake Daudi inawachukia. Kwa sababu hii watu husema, wako vipofu na viwete hawawezi kuingia nyumbani. Viwete na vipofu hawatakikani. Lakini sasa amepatikana Mefiboshethi ambaye ni wa familia ya Sauli, ambaye ni adui na pia ni kiwete. So tukiangalia huyu Mefiboshethi hana jambo lolote ambalo, hana uzuri wowote ambao unaweza kumfanya kuingia mjini. Hana qualification yoyote ambayo inaweza ikamfanya kuingia mjini. Lakini sasa mbona ameingia?
aliingia kwa njia gani? Mefibosheti aliingia kwa Daudi ama mjini kwa njia gani? Je, ni kwa njia ya uzuri wake? Je, alifanya jambo lolote? Vivyo hivyo, hadithi hii inatuonyesha ya kwamba mimi huyu Mefibosheti ni kivuli tu, ni kivuli cha mtu ambaye hatakikani katika ufalme. Na kama vile unavyojua, ni mtu mgani ambaye hatakikani mbele ya Mungu? Ni mwenye dhambi. Mwenye dhambi hatakikani mbele ya Mungu. Lakini sasa mimi nilijipata mbele katika ufalme wa Mungu kwa njia gani? Maandiko yako wazi. Daudi anauliza, je, kuna mtu ambaye alisalia katika nyumba ya Sauli ili ya kwamba nimtendee mema, sio kwa sababu yake, lakini kwa sababu ya Yonathani. Nimtendee mema kwa sababu ya Yonathani. So katikati ya Daudi na Yonathani kuna agano ambalo walilifanya, na kwa sababu ya agano hilo ndiyo kwa sababu Mefibosheti japokuwa ni kiwete, viwete hawatakikani mjini, hawatakikani mbele ya mfalme, na pia ni mmoja wa familia ya adui yule ambaye alikuwa anataka kumwangamiza, ambaye ni Sauli, alikuwa anataka kumwangamiza Daudi. Hata kama ni adui, lakini sasa kwa sababu ya agano lililofanyika katikati ya Daudi na Yonathani, ndiposa Mefibosheti anapata kibali kuingia hata mjini, si mjini tu, lakini hata kwa meza ya mfalme anakula. Naomba tusome mstari moja katika Waebrania mlango wa 8 na tuone vile neno linasema. Waebrania mlango huu wa 8 na mstari wa 12, neno linasema hivi. Nisome mstari huo mmoja tu. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mstari wa 10 unaanza na kusema, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jina na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Mstari wa 12, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Jamani, hilo ndilo agano ambalo Bwana alifanya nasi, ya kwamba atatusamehe maovu yetu na dhambi zetu hatazikumbuka tena. Sio ya kwamba tumefanya something, sio ya kwamba kuna jambo nzuri ambalo tunaweza tukafanya ama tulifanya ama tuliamua kufanya ndio sasa Mungu afanye agano hilo. Mungu aliamua ya kwamba hata atatuondolea maovu yetu na dhambi zetu hatazikumbuka tena. Ndiposa ninaposimama mbele yako na ninapotangaza ya kwamba mimi ni mtakatifu, mimi ni mwenye haki, mimi nimesamehewa, mimi niko sawa mbele ya Mungu, ni kwa sababu ya agano hili ambalo alisema, ambalo haliwezi likatanguka, ya kwamba nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mungu wa ukweli anasema ya kuwa atatusamehe maovu yetu na dhambi zetu hatazikumbuka tena. Naomba ya kwamba ukawe na imani kama hii, ya kwamba ni kwa agano tu ambalo Mungu alifanya ya kutuondolea dhambi. Sio ya kwamba ni sisi tuling'ang'ana, sio ya kwamba tunaweza kuwa na chochote kile cha kufanya ili ya kwamba tuweze kusimama mbele ya Mungu. Simama ukiwa na imani ya kwamba neno la Mungu linasema, aliahidi ya kwamba atatuondolea maovu yetu na dhambi zetu hatazikumbuka tena. Unaweza ukasimama na uhodari mbele ya Mungu na kusema, mimi hapa mwanao, sina dhambi, mimi ni mkamilifu, maana ulinikamilisha, ulifanya agano la kunikamilisha, ulifanya njia ya kunikamilisha. Mimi ni mtakatifu, wewe ulinitakasa, wala mimi sikujitakasa. Unapokubaliana na kuamini agano hilo, wewe ni mtu ambaye unaweza ukawa na furaha mbele ya Mungu. Sasa Mefibosheti, ijapokuwa ameitwa, bado alikuwa na wasiwasi, kwa sababu hakukuwa na imani. Hakukuwa na imani ya kwamba Daudi ameamua kumuita na kumkaribisha hata kwa meza yake, kwa sababu ya agano ambalo walilolifanya
aliyolifanya yeye mwenyewe. Sio ya kwamba Mefibosheti angefanya jambo lolote lile, wala alikuwa mzuri, sio kwa uzuri wake na sio kwa matendo yake, lakini Daudi alikubali kumuita Mefibosheti kwa sababu ya agano ambalo walilifanya na Yonathani. Mungu akubariki unapokubali na kuamini tu ya kwamba uliokolewa kutokana na dhambi zako, ulisamehewa dhambi na ukakamilishwa kupitia agano ambalo Mungu alilifanya. Basi nitaongea hadi hapo siku ya leo. Najua ya kwamba Mungu ataendelea kutubariki tunapoendelea kujifunza kuhusu toba na imani. Kuna kutubu, lakini jambo la muhimu sana ni imani. Je, unaamini? Unaamini kazi ya Mungu? Unaamini kile Mungu alifanya? Unaamini ya kuwa Mungu alisema ya kwamba atakusamehe maovu yako wala dhambi zako hatakumbuka tena? Na mbona sasa kila siku nenda siku rudi unakuja tena unasema mimi ni mwenye dhambi? Ukiulizwa ndio nimeokoka, unadhani kila mtu ni mwenye dhambi. Sasa kama kila mtu anaendelea kuwa mwenye dhambi, kazi ya Mungu kwako ilikuwa ni kazi gani? Kazi ya Yesu kwako ilikuwa ni kazi gani? Then huyo alikuwa ni Yesu bandia, lakini Yesu ambaye ni wa ukweli ni yule ambaye alichukua dhambi zako mara moja tu na akaketi akapumzika. Huyo ndio Yesu ambaye tunamwamini, sio yule Yesu ambaye leo unakuwa mwenye haki ukisifu tumuinue, ukienda kisha siku 2 ama masaa ukiulizwa tena wewe ni hakuna mtu mkamilifu. Sasa hakuna siku umewahi kuwa mkamilifu, ni kwa sababu haujaamini, haujafika kiwango. Ibilisi hajakubali, hajaruhusu moyo wako uweze kuwa na imani kiwango hicho ya kwamba Mungu alifanya kazi mara moja tosha na ikatosha hata milele. Naomba ya kwamba Mungu akakupe neema ukaweze kuamini ya kwamba kazi ambayo Mungu alifanya haiwezi ikaharibiwa na chochote. Na ndiposa napenda tunapoimba wimbo unasema it shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Ni ahadi ya Bwana, haivunjiki milele, haivunjiki milele, haitavunjika. Ahadi ama agano alilolifanya halitavunjika. Nitaongea hadi hapo siku ya leo. Mungu awabariki. Ni wenu mtumishi mdogo Nesto. Asante sana, asanteni sana.